Rafiki yangu mambo, habari yako? Naomba nikupe story kidogo. Miaka ya nyuma, mimi nilikuwa kuna mambo ambayo nilikuwa nimefanya. Mengine mazuri lakini mengine mabaya. Kuna mambo ambayo nilikuwa nikikaa nikiwaza, nikifikiri, nasema, "Hey, Enele, na hili pia ulilifanya. Wewe jinsi ulivyo kweli, na hili jambo kweli ulilifanya." Kwa mimi mwenyewe nikawa najifanyia assessment. Baadaye nikawa nalia, najisikia vibaya, napata uchungu, yani najikondem, najihukumu. Alafu baadaye nikawa nikimaliza hapo, najikuta tena sijakaa sawa, narudia the same mistake. Nikasema hiki ni nini? What should I do? Kipi nifanye? Kwa nini makosa nazidi yale kujirudia? Kweli inaumiza sana. Maneno ya watu pia kanazidi kuniumiza. Kwa nini? Yaani wanasema hivi na mwenyewe kabisa naona haya uliwafanya sio mazuri kwa kweli. Niliumia. Sasa at the end of the day, mwisho wa siku nikaja kurealize kwamba nikilia, nikijukumu, nikizidi kuwaza yale ya nyuma, mimi mwenyewe nazidi kudhoofika, nazidi kuzorota afya yangu na kwa stressed, then performance yangu kwenye maeneo mbalimbali na nini inashuka. Nikaja na kitu. Swala la kwanza ambalo nilikuja nalo, niliona kwamba siwezi nikaenda nyuma kuweza kuclear zile errors. Makosa nilishayafanya, lakini muda ulishapita. Siwezi nikarudisha muda nyuma, nikaenda kule nyuma, nikaanza kurekebisha ile. Hiyo ilikuwa ni issue yangu ya kwanza. Okay, nikasema kama siwezi, then what should I do? Kitu gani ambacho inabidi nifanye? Nikaja kwenye stage ya pili. Stage ya pili nikaanza kuainisha yale machangamoto ambayo yalikuwa yananiumiza kichwa na stress zaidi. Nikaanza kuainisha moja baada ya nyingine. Nikaanza kujifunza kutafuta taarifa zake ambazo ni chanya. Kwa nini hali huwa inatokea? Kwa nini kiwa kinatokea? Kwa nini hali inaenda hivi? Nikaanza kutafuta watu ambao walipitia scenarios kama zangu. Nikaanza kujifunza kusikiliza YouTube, kusikiliza wapi kuhusiana na mambo mbalimbali kama hayo. Baadaye nikaja kupata somo, kumbe haya yalitokea kwangu kwa sababu 1 2 3. Nikapata somo. Umeshanipata? Kesi ya tatu ambayo iliweza kunisaidia sasa kuweza kujihukumu na malawama yasiyo na msingi, nikaona kwamba more variable nina thamani sana. Alafu sikuwahi kujua kwamba nina thamani. Umeshanipata? Kumbe kupitia zile changamoto nyingi ambazo nilikuwa nimepitia, ile ndio ambayo ilibidi nijifunze kutoka pale ili niweze kuelewa thamani kubwa ambayo ninayo, niweze kujua pekee mkubwa ambao Mungu alikuwa ameweka ndani yangu. Umeona? Sasa nikaanza kujua thamani yangu. Kutokea pale maono yakaanza kufunguka, nikaanza kuwa na ndoto chanya, nikaanza kuwaza positive na kujifunza zaidi namna gani naweza nikasaidia wahanga ambao pia wanapitia hali kama hiyo. Mimi by professional ni mwalimu. Mara nyingi pia napenda kushare na wanafunzi wangu, mabinti na vijana, namna gani wanaweza wakawa the best katika maisha yao. Namna gani wayaone maisha yao. Huwa nawaambia mara nyingi kwamba maisha ni ya kuwa wao kama wao. Hawana chance nyingine ya kuweza kuishi kwenye ulimwengu zaidi ya hii chance ambayo Mungu amewapa kuishi kwa sasa. They have to use wisely maisha yao ya nini? Ya hapa duniani. Kujihukumu sometimes kunatupotezea muda, kunazidi kutufanya tuzidi kuwa down, tuzidi kushusha thamani yetu. The more tunavyozidi kujihukumu, tunajikuta tunarudia the same mistake, makosa yale. Kwa rafiki yangu ni muhimu sana tuweze kujifunza katika yale makosa ambayo tunakuwa tumeyafanya. Kujihukumu sio suluhisho. Lakini pia kwa kufungia nina mstari mmoja ambao mimi wanaupenda sana na uenjoy. Huo mstari upo kwenye Biblia. Katika kitabu cha Warumi 8 mstari wa 1 inasema hakuna hukumu ya adhabu juu ya wao walio katika Kristo Yesu. Kwa maana kwamba wale wote ambao wamejua kwamba makosa yao muda mwingine kutokea kwenye hii dunia, muda mwingine hawakupanga wao kwamba yatokee, lakini yalitokea automatic. Sometimes shida si zetu, lakini ilibidi zitokee ili tuweze kujifunza kutoka kwenye hizo shida, rafiki yangu. So nakutia moyo, kuwa imara, kuwa strong. Haijalishi ya kunifanya nyuma. Jipe muda wa kurekebisha, jipe muda wa kuwa mpya. Tunaishi mara moja and enjoy your life. Thank you so much kwa muda wako rafiki yangu. Asante sana. Naomba nikutakie wakati ule mwema. Bye kwa leo. Ciao.